Karibu mwami, karibu moyo kwangu, karibu moyo kwangu, karibu mwami. Be impacted on your life in Jesus' name. Therefore, trust God that after this meeting, something will happen. Hallelujah. 2 Timothy chapter number 2. 2 Timothy chapter number 2. Verse 19. Verse 20 and 21. Verse 20 and 21. Now, in a great house, there are only vessels, not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel of honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Hallelujah. Kwa sababu tunaita ibada hizi zetu vessels of honor. Sema vessels of honor. Vessels of hallelujah. Neno linasema in a great house they are not only vessels of gold and silver, but also vessels of wood and clay they are found. Hallelujah. Na kila saa unaposikia Mungu anazungumza habari ya a house, anamaanisha katika nyumba yake. And this is the great house. Katika nyumba hii kuu kuna vyombo si vya fedha na dhahabu peke yake, but even wood and clay they can be found. Praise the name of the living God. Kwa hivyo nikajua neno moja ya kwamba Mungu ako interested na vessels. Hallelujah. Define a vessel if you're writing. Write and say it is an object used as a container for a particular purpose. A vessel is an object. Is an object used as a container for a particular purpose. Is an object used as a container for a particular purpose. Na nikaanza kujua neno hili ya kwamba vessels are used as containers. What do containers do? They carry something. Hallelujah. Containers are used for carrying something. Therefore, Mungu anasema in a large house there are vessels. Kuna vyombo. Hallelujah. Kuna vyombo na si vya fedha na dhahabu. Fedha na dhahabu vina udhamana wake. Hauwezi linganisha na mbao na miti. Hallelujah. Lakini vyote ni vyombo na vinapatikana katika nyumba. Na nyumba inayozungumziwa ni nyumba ya Bwana. The house of God. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Number one, nataka useme vessels serve purposes. Vyombo hutumika kwa makusudi fulani. Inapoitwa a vessel, inamaanisha it is a container that serves a particular purpose. Lakini kama hakuna kitu hicho chombo hufanya, it is not a vessel. It is not a vessel. Praise the name of the living God. Na nasema vyombo vyote vinastahili kutumika katika nyumba. Hallelujah. Therefore, a vessel has got a particular purpose it needs to serve. Praise the name of the living God. Na wakati neno linaposema it needs to serve in the hands of the master, is referring to human beings. Anaashiria watu. Hallelujah. Ndio vyombo ambavyo Mungu anasema that some are honorable, some are not honorable. Praise the name of the living God. Lakini kuna kitu ningependa ujue, Mungu wetu hawezi umba kitu ambacho
si cha manufaa kwake. Every vessel that he brought forth, it has got a purpose. Praise the name of the living God. Kila chombo kilichopita kwa mikono ya Mungu muumbaji wetu viko na kusudi, na ningependa ujue wewe uko na kusudi. Haukukuja bure, uliumbwa kwa sababu kuna jambo la wewe kufanya katika nyumba ya Bwana. Praise the name of the living God. Mungu wetu hawezi taka kujaza nafasi bure. Hallelujah. Hawezi taka kufill places bure. Alikuumba na makusudi. Kwa hivyo ni lazima kila mtu arejee on the drawing board, aone ni kwa nini aliumbwa na kuletwa hapa duniani. Hallelujah. The better you discover, the better. The earlier you discover, the better. Ukitambua mapema ni rahisi kwako. Hallelujah. Otherwise you can struggle with this life for a long time because you are a vessel meant for a particular purpose, but you're serving a different purpose. Neno linasema mfalme Darius alichukua vyombo ambavyo Nebukadneza alibeba kutoka kwa hekalu la Mungu Jerusalem, akaleta kwa nyumba yake. Alipokuwa na pati, akachukua vyombo vya kanisani, vya dhahabu, vya fedha, vya dhamana kwa Mungu huyu, akaweka divai ndani, akaanza kukunywa. Hallelujah. Alikuwa anaitwa Belshazzar, sio Darius, King Belshazzar. Akaanza kunywa ndani pombe, na wakati huo mkono ukajitokeza, ukaandika katika ukuta. Kaandika mene tekel and pesin, ya kwamba ufalme wako umewekwa kwa kipimo na umepatikana unalemea kitu, na kwa hivyo ufalme wako umegawiwa Wapasha na Wameds. In other words, you are rejected as a king. Ni kwa nini alichukua vyombo vilivyostahili kutumika hekaluni, akaleta kwanza kulewa navyo pombe? Na kumbuka hayuko Jerusalem, ako Babylon, lakini bado judgment ya Mungu inamfuata Babylon. Ni hatia. Mungu alikuleta ufanye neno fulani na ukeuke uanze kufanya kitu fulani tofauti na kile Mungu alikusudia. Nisikilize watu wa Mungu. Praise the name of the living God. Jinsi umeokoka ukiwa bado kijana, kuna uwezekano Mungu aekeze ndani mwako jambo la dhamana. Aweke kipawa ya uimbaji. Ajue it is my vessel. Let me pour in my glory. Kwa sababu it shall come back to me. Uweze kucheza keyboard. Hallelujah. Uweze kufanya jambo kwa uwepo wa Mungu, na Mungu akujaze, akuongeze. Ni hatia kutoka uende ukitumikie Babylon. Hallelujah. Because the day you go to Babylon na uanze kufanya jinsi wanavyofanya Jerusalemu, judgment itakuja. Mkono utaandika kwa ukuta, na Mungu atasema ya ufalme wako nimeutoa kwa mikono yako na nimegawa. Kwa hivyo utabaki na kipawa, lakini nguvu ya Mungu ambayo ni aliyomimina ndani mwa hicho chombo haimo. Unabakia muimbaji, na kwa hivyo unaanza kutafuta mbinu ya kuimba watu wakujue. Unaanza kufurahisha ulimwengu badala ya kufurahisha Mungu. Unaanza kucheza keyboard so that watu wakujue unaweza kucheza. Haujali, ukienda disco unacheza. Ukiambiwa uende kwa kampeni, uanze kuimba huko, na unakutana na wengine hawamjui Mungu. Muimbe kama kolabo, mnasema after all ni pesa natafuta. Huko ni Babylon. Judgment shall be there. Praise the name of the living God. Kuna udhamana wakati Mungu anapoanza kuwekeza ndani mwako kitu. You need to be careful. Praise the name of the living God. Mungu anataka kuwekeza utukufu wake katika vyombo vitumike. He wants people to serve him. Anasema vyombo vingine ni vya dhamana kwangu, lakini vingine sio vya dhamana. Praise the name of the living God. In which position as a young man are you setting yourself in? Unajiweka katika nafasi gani? Mungu alikusudia uwe wa dhamana, lakini ni wewe uwezaye kwanza kudeclare
bread, kile ambacho Mungu alikusudia ndani ya maisha yako. Praise the name of the living God. Ni wewe peke yake unaweza anza kureduce uwezo ambao Mungu alikusudia. Ni wewe uwezaye kurekeza kile ambacho kilistahili kukaa ndani mwako kisikae. Ni wewe unaweza anza kutoboa chombo chako mashimo kisibebe utukufu wa Bwana. Na ukisikia Mungu akisema ni vyombo, anamaanisha anataka vibebe utukufu. Anataka vifanye nini? He wants them to carry glory. Praise the name of the living God. Unaweza jipiga picha na useme, who are you? Ujidescribe, useme, what position are you in the house of God? Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Number 2, I want you to know that the maker of the object had a purpose in mind before creating the vessel. The maker of the object had a purpose in mind before creating the object. Muumbaji alikuwa na kusudi katika mawazo yake kabla aanze kuumba chombo. In other words, uliumbwa kama kusudi lako la kutimiza liko tayari. Praise the Lord of the living God. Kile ulistahili kufanywa kilikuweko, ndio Mungu akaona haja ya wewe kuumbika. Na wacha nikulete karibu. Haja ya wewe kuokoka inategemea hitaji ambalo Mungu aliliona katika nyumba ya Mungu. Nyumba yake. Praise the name of the living God. Ndio kukakuwa na haja ukuwe convicted. Because anaye convict watu kuokoka ni Mungu. Hallelujah. Anayeshurutisha mioyo kuokoka ni Mungu. Huyo Mungu ndiye anayeshurutisha watu kumtumikia. Praise the name of the living God. Anasukuma watu wawe watumishi wake. Hallelujah. Na ujue kile ambacho ulikuja kufanya already Mungu alikuwa nacho. He knows what you're supposed to do. He knows why you came. He knows why you're born again. He knows. Unaweza kuwa huwezi ongea vizuri, lakini Mungu anajua ni kwa nini alikuleta. Unaweza kuwa huwezi imba, mwingine anakuambia sauti yako haipatikani kwa keyboard mpaka unashushika, lakini haimaanishi ni mwisho. Yule Mungu ndiye alikushurutisha kuokoka. He compelled you. Alikuja kwa moyo wako, akakucompel, akakuconvict, akasema this is your day. Nawe ukasema I answer the call, Lord. I answer the call. Ukakubali. Praise the name of the living God. Na kuanzia hiyo siku Mungu alianza kuandaa chombo cha kutumika katika mikono yake. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu ako interested na vyombo. Kama unajisema wewe ni mpole, hutaki kushughulika na mambo mengi, I'm telling you, usipojishughulisha, you will never realize where you belong, and you will spend a long time in the church. Watu wanasema huyo ndugu ni mzuri, lakini utukufu unaostahili kukaa juu yako haujawahi anza kuonekana. God has never begun to manifest through you because you're seated down. You're not eager to know why did God bring me here. Praise the name of the living God. Hakuna mtu aliletwa Jesus Healing Center kukaa. Hakuna mtu aliletwa kujaza nafasi. Hakuna mtu aokokae yeyote. Kuna neno Mungu amekusudia kutenda. Praise the name of the living God. Mungu anakusudia kutenda. Uwe ni mrefu kama Joshua ama ukuwe wewe ni mfupi kama nani. Praise the name of the living God. God has a purpose. He knows. Uwe unajua kuongea ama hujui kuongea. Uwe ulienda shule ama haujaenda shule. Uwe unasoma ama ulimaliza kusoma ama kuna vitu vingine unafanya. God has a place for you. Hallelujah. Hakuna nafasi. Anangojea watu wajitambue, waseme this is my course. Hapa ndipo Mungu ameniitia. Na wacha nikwambie kitu moja. Unapodiscover mahali Mungu alikuita ufanye, you begin to grow. Unaanza kukua. Sababu wakati unaporealize your purpose, unajazwa tena. Every time you serve where you belong, you give out something. Kuna kitu inakutoka. Na wakati inapokutoka, Mungu anajaza tena.
Mungu anajaza tena. Flow inaanza kuonekana. Praise the name of the living God. Otherwise ukitumikia Mungu siku moja na ukae chini, inaweza kukua hapo for a long time na attract vitu za kikawaida mahali ulipo na usione kitu yoyote mpya. Lakini katika anga mpya tukitaka kwenda, we need a fresh oil, we need a fresh anointing, we need a fresh hope, we need the infilling of the Holy Ghost once again to serve in our purpose, to attract our relevance. Praise the name of the living God. Watu wanaostahili kupatana na wewe, wasimame na wewe kama destiny helpers. They will never appear if you're stagnated in one place. You need to advance. Praise the name of the living God. Na utajuaje una advance? Ulichokifanya jana, ukifanya leo unafanya tofauti. Ni hatari mimi kuhubiri leo kama vile nilihubiri jana. Something new has to come out. Praise the name of the living God. Because when I release, I am filled. Kujua watu wa dini walikuwa wanasema mnyazao muhonye wapo kambila usikae uchua. Hawezi baki bure. Every time you give, you receive. Hallelujah. Haven't you heard that? Mkono huo utoao unaweza ongezewa tena. Praise the name of the living God. Kwa sababu ukiwa nacho na umekwamilia, you will never realize the new one because you have something. But at the moment you release this one, your hand is empty, you can receive again. Praise the name of the living God. Ndio kuna watu wanasema mimi ni mwimbaji matata sana, lakini huwezi mpaka kwa practice ya praise. There was a desire for him to step in a place where he had never been before. Hallelujah. Sasa wewe endelea kukaa na uoga wako na tuone what will happen. Watu watatoka nyuma yako wakufikie, wawaweke waende ukiona na wewe bado huko. Because kitu yenye inge-attract mtu wakuone haujawahi itafuta. Because you're maintaining the oil that you have. Vijana waoe, waende. Ujue tu watu wengi wakioa wanataka kukaa mbali kwanza kidogo. Wakae mbali na wewe ubaki useme kwani nilikosea wapi? It is because you're not releasing anything. Praise the name of the living God. Ndio jirani, wacha uoga wa jina la Yesu. I have not heard you. Praise the name of the living God. You need to serve God. Watu watatoka chini wainuliwe viwango zingine na wewe ubakie pale pale. Ile wimbo yenye uliimba 2019 ndio bado uko tu nayo. Ukipewa tu microphone watu wanajua tu ni ainuliwe Bwana wa mabwana. Hata kudansi inabaki tu hivyo hivyo because you don't desire to move to another place. You cannot engage your mind kwa wimbo mgeni umesikia useme let me learn and try to sing this one out so that he unleash something new on your life. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu anatafuta vyombo katika nyumba, na kama vyombo havijajua ni vyombo, ataweka wapi mafuta? Mungu hayuko limited na kumimina anointing. God can anoint you, but you need to be ready to be used as a vessel. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mungu ako na kusudi kwa nini alikuleta, na ako na mahali pa wewe kufanya kazi. Anataka uinuke, utumike kama chombo. Ndio sababu neno linasema arise and shine, for the glory of God has risen upon you. Has risen upon you. Arise. Don't sit down. Don't relax. Tuseme sisi ni wale wapole. Hapana. Arise and get into a place and serve God. Praise the name of the living God. Because fear is not a portion of them that are born again. Fear doesn't need to control you. Kuna watu wengine ni uoga tu, lakini wangepewa kipaza sauti wa ubiri, wako na cha kusema, lakini ni hofu tu inawaingia. Wakiona neno wako hapa, wanasikia vitu zinakimbia kwa matumbo, wanafanya hivi, wanasema praise God, na macho hata hiyo ni watu inafanya hivi. Because they fear hata kuonana na mtu. Praise the name of the living God. You will remain stagnant. Kuna haja gani kwenda
yenye chai imesabiwa. Kuna haja gani ukijua hicho kombe kimetoboka? Kijua kimetoboka. Na tunajua hiyo kitambo kulikuwa na mikebe ya cowboy. Kama hukujua, acha nikwambie kulikuwa na mikebe ya cowboy. Na cowboy ilikuwa ni mafuta, hata kimbo ilikuwa ni mafuta na kifuniko iko juu yake. Huo mkebe ukishatumika, tulikuwa tunautumia tena kukunywa uji. Wenye walikuweko wanajua ama wamewaiona ama bado mama yako ameweka ingine wewe unaiona. Tunatumia kukunywa uji. Hawezi chukua mkebe bado umejaa cowboy useme unataka kunywa nayo uji, ati wacha nimwage cowboy nikuje niweke uji utapigwa. Because bado imejaa, hakuna kitu kimetendeka na kilicho ndani. Haleluya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Inua hivi mkono wako juu nikuone. Unapoanza kumtumikia Mungu, unaanza kutembea in the line of your purpose in this life. Because if you are living a purposeless life, the enemy can easily deviate you. Na akutumie ukifikiria Mungu anatukuka, by the end upate ni shetani ametukuka. Because kama mbinguni ni hapa na wewe uko hapa unatembea unaenda mbinguni, ukitolewa kwa njia just a few centimeters na uende straight, by the time ufike mbinguni utakuwa umeanguka jehanamu. Because ukianza kwenda hivi by the time ufike pale kwa ukuta utakuwa wapi? 1 meter away from here. Na ilianza na 1 centimeter. Kitu kadogo. Uliambiwa kuja ucheze keyboard tukakulipa. Mnacheza ya Mungu ama ni ya kulipa? Kama ni ya kulipa ni sawa. Hallelujah. And God has sent you. Praise the name of the living God. Na unasema Mungu nataka nitembee viwango jua cha kufanya. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jua cha kufanya. God is ready to equip vessels them that are ready to be used as servants. Hallelujah. Sahau ati vijana ndio kanisa la kesho. Sahau Mungu alikuhubiria vibaya. Nasema fanya nini? Sahau wewe ni kanisa la sahi. Hakuna kanisa la kesho. Yesu anaweza kuja sahi. Utasema ulifanya nini? Don't wait and rise. Let God fill you. Hallelujah. Praise the name of the living God. Inuka mahali ulipo. Wacha kukaa nyuma. Kila siku unakaa nyuma. Hata watu wanakuwa ukiingia wanakusongea. Wanajua huyu ni wa hapa. Praise the name of the living God. Kila siku ukiingia wanakusongea. Hata unafikaa kwa mlango kama umepiga hesabu, kama kuna kiti pande hiyo. Sababu unataka ukue nyuma. Hapa mbele unaweza shtukia ukaambiwa chukua hiyo Biblia weka pale. You are afraid to serve. Unaogopa. Unakaa nyuma. Hallelujah. Hautaki sauti yako isikike. And there is a possibility. Hiyo sauti yako ndio kitu Mungu alikuumba nacho cha kuleta utukufu wake. There is a possibility ukiruka. Umeona kuna watu wanaruka naona. Anarukia Bwana. Ruka juu kabisa. But there is a possibility ukiruka utukufu ushuke. Hallelujah. Lakini wewe uko hivyo. Praise the name of the living God. Use what you have so that something else can come into this vessel. Hiki chombo kinastahili kutumika, si kuweka. We are stewards of the glory of God. We are stewards of the ministry of God, not keepers of the ministry. Hatuweki huduma, tunatumika utukufu wa Mungu uonekane. The only way ninaweza kufanya Mungu atukuke is when I am serving. Hata nikilala kwa kitanda kubwa na ndani ya nyumba kubwa na siongei neno, I'm not serving. Ninyamaze tu. Hata nikiingia nitashtuka nimeanza kurabagada. Shobadabada. Nikiingia nikisikia kuna kitu kinafanya, nitakuwa nimeanza kuzungumza. Lakini ukinyamaza tu, if you keep quiet, wachawi watakuzunguka and there is nothing will happen. Praise the Lord, the living God.
hata ukirogwa utarogeka, because you are silent, you are quiet, you don't do anything. Wengine vidole zao zinaweza kukuza mapepo, but they withhold. Wanasema ibada ni ya kina Franka wacheze keyboard. They don't desire to grow. Afike kiwango yenye anaweza cheza na acheze kwa ibada, analalia what God has given them. Mungu anataka vessels. God wants vessels. Mungu anataka vyombo, ajaze utukufu, ajaze utukufu. Anasema katika hizo siku Mungu atamimina roho wake kwa kila kiumbe chenye mwili. Wazee wataota ndoto, vijana watatabiri, na vijana wa kiume wataona maono. Praise the Lord, living God. They shall see visions. Hallelujah. Kila mtu atajawa na utukufu na utende jambo fulani. Na je, utukufu ukimiminwa na wewe hujafungua chombo chako kiweze kuchukua? Ukipeleka mtungi kwa tap, unataka kuchota maji na umefunga lid, haujafungua, what will happen? Hiyo mtungi itajaa maji? Inaweza jaa through osmosis ama diffusion ama active transport. Haiwezi jaa. Praise the name of the living God. Lazima tukubali, tutumike, tuchazwe tena. Tell everybody need to be filled. Hallelujah. Hakuna mtu amefika mahali alikuwa anaenda. Hakuna. Kama unafikiria umefika mahali ulikuwa unaenda, then wewe Mungu amemalizana na wewe. You need to be in heaven, not here on earth. Praise the name of the living God. Hata ukiimba vizuri, bado you need to be filled again. Sababu wewe ni chombo kinafaa kijazwe kila saa. Chupa ya maziwa kama haina maziwa ina udhamana gani? Najulikana ni chupa ya maziwa yenye itumike na ufunge, usikubali ingine ingie. Chupa itabakia ya maziwa, lakini maziwa haimo. Kwa hivyo hicho chombo hakiwezi tumika kwa udhamana huo. Praise the name of the living God. Hallelujah. 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 Peperusha hivi juu mkono, sema mimi ni chombo cha dhamana katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako na utangaze, I am a vessel of honor in Jesus' name. I am a vessel of honor in Jesus' name. Declare, I am a vessel of honor. I can't hear you. Sema, I am a vessel of honor. I am made for a purpose. I will serve the purpose of God. I will follow after what God designed me to do. In the name of Jesus, I will fulfill my purpose here on earth. I will fulfill what God brought me to do. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It was sauti yako, I can't hear you. Somebody lift up your voice and declare, I am a vessel of honor. I will be used for the purpose, for a noble purpose. It is your chombo tu, bali chombo cha dhamana. Nitatumika kwa udhamana huo. Mungu wa udhamana, shuka unitumie, nifanye jinsi upendavyo, niinue kiwango utakacho. Panua chombo changu Bwana, niweze beba utukufu wako, niweze shuhudia matendo yako, niweze shuhudia ishara zako katika jina la Yesu. Ratana mozaka lepewe ketepe likazora manda zope kaladamusha mokoroko tokoto katika pa la katika poza mande teteletete likasobrate. Somebody, I can't hear you. Lift up your voice and cry out to God. Cry out to God. Mwambie Bwana, mimi ni chombo, weka kitu ndani yangu, nishuhudie matendo yako, nishuhudie ishara zako, nishuhudie kazi ya mikono yako, nishuhudie Bwana utukufu wako. I want to experience you. I want to experience you. I want to experience your power. Fill me up, God. Adabadabata lekesi liprotokusa mandogra mashogra manlegra manzobre kelebe ripatana maza leketekete. Somebody, you need to cry out to God. Cry out to God as you check yourself. Which kind of a vessel
vessel are you? Which kind of a vessel are you? How are you carrying God?